Ayan na Ivan ni ndugu ambao wamelelewa kwenye upendo mkubwa mno. Tangu wakiwa watoto, kila kitu ambacho walikuwa wanataka kukifanya lazima watumie michezo ili kumpata mshindi. Hadi kwenye utu uzima wao wamekuwa wakishindana, lakini uzuri ni kwamba wametengeneza familia yenye upendo mkubwa mno. Hata ukimuona mwanamke ikatokea wote wakavutiwa naye, lazima watumie mchezo wa rock, paper and scissors ili wampate mshindi, kisha akachukua hiyo nyama. Na mara nyingi kwenye hii michezo Ivan amekuwa akishinda. Ayan hajawahi kabisa kushinda huu mchezo, na Ivan akishinda tu, Ayan anampa support kwa moyo mweupe kabisa kaka yake. Ivan na Ayan kila siku huwa wanatoka. Wakiwa ya maeneo, kuna binti mrembo sana akapita. Kila mmoja alivutiwa naye, lakini Ayan anakusema kwa sababu anajua kabisa kama akisema watacheza mchezo wa rock, paper and scissors na atapoteza tu. Kama ambavyo walipoteza mara ya mwisho, akakumbuka namna ambavyo ilimuuma kishenzi yani. Sio Ivan wala Ayan, wote walivutiwa kinoma na huyu mlimbwende, lakini wakajifanya kama hawajaona kitu vile. Baada ya muda, Ayan akaomba aende bafuni kidogo. Ivan akamkubalia ili mchizi aende. Kumbe mwana akamfuata mlimbwende bwana. Hakutaka kabisa michezo ya siku zote unaambiwa. Naitwa Ayan. Nani mwenzangu? Naitwa Ariana. Wengi wanapenda kuniita Ana. Nahitaji kuondoka tafadhali. Kama hautojali naweza kupata namba zako? Ana akaomba simu ya mchizi, kisha akajaza namba zake kwenye simu. Mwisho kabisa akamwaga na busu moja zito mno unaambiwa. Sasa Ivan ikiwa hapa, Ariana akapita. Mchizi kabidi aunge naye sasa, maana ni mwanamke mrembo mno. Samahani kwa kukusumbua. Nimekuona unapita hapa nikavutiwa sana kuongea na wewe. Okay. Jina langu naitwa Ivan. Naitwa Ariana, lakini wanapenda kuniita Ari. Mchizi naye akaomba namba hapa. Bibi akuwa na makuu kabisa, akampa namba mchizi. Kama unayo wewe itoe tu, ya nini kuibania bania? Wape namba tu. Usiku kucha Ayan akawa analiwaza busu ambalo alipigwa na Ana. Hajawahi kupigwa busu tangu azaliwa huyo mchizi. Yeye ni bikra wa mabusu. Ivan wakati anaoga simu yake ikaita. Ikabidi atoke bafuni aende kuipokea sasa. Alipoipokea tu ilikuwa ni sauti ya Ari bana. Kamtafuta. Mchizi akaomba appointment pale na nini, vitu hizo mtu wangu. Asubuhi na mapema wakati Ayan anaenda mazoezini, hakumuona Ivan. Alipomuulizia mlinzi, akaambiwa ametoka asubuhi sana. Kwa hiyo hajui ni wapi ambapo ameelekea ise. Ikabidi tu mchizi aende mwenyewe mazoezini leo. Kwa mara ya kwanza Ivan ametoka na Ari kwenda kuangalia movie. Basi ilikuwa ni furaha tu hapo naambiwa. Huku Ayan alimpigia sana simu Ivan lakini hakumpata. Alilalamika kishenzi unaambiwa. Lakini ndio hivyo tena, kaka akapokei, yuko busy na nyama tu huku. Noma sana hii. Wakiwa wanaangalia movie, simu ya Ari ilikuwa inaita tu muda wote, lakini hakutaka kuipokea, akawa anaipotezea tu. Ivan akasema alipomuona siku ile tu ya kwanza, alijua ni mpigaji mzuri sana wa mabusu. Ari akasema kwa bahati mbaya huwa anambusu mpenzi wake tu, hawezi kumbusu kila mtu. Mchizi akataka naye apigwe busu mtelezo hapa na nini, lakini akambulia popcorn tu. Noma sana hii. Leo mama amekuja kuwatembelea watoto wake wanapoishi. Mama anawapenda kishenzi hao watoto wake. Mama akaulizia Ivan yuko wapi. Ayan akasema ameondoka tangu asubuhi na hajasema wapi anaenda, na wala simu zake apokei kabisa. Yaani haujui alipoenda kakako, hajaniambia alipokuwa naenda. Ndio maana sikutaka muhame nyumbani. Mambo ya ubachela ni mabaya sana. Wewe si ndio umetutafutia hii nyumba ya kuishi, si ndio mama? Au umesahau? Wakati wanaongea, Ivan akarudi. Akaja na maua yake hapa na nini, basi makumbati yalikuwa mengi mno naambiwa. Pale pale Ayan naye akaondoka. Yaani ni mbadilishano tu. Lakini mama alipomnusa Ivan, akagundua mwanae alikuwa na mwanamke ise, maana ananukia perfume ya kike vibaya mno. Ivan akapotezea tu hapa. Ikabidi aondoke. Usiku wa leo Ayan ana appointment na Ana. Alikaa muda mrefu kishenzi hapa. Kila kijaribu kuinywa juisi yake mdogo mdogo, inazidi kuisha tu. Na bibia bado hajafika. Si mnajuaga hii hali inaumizaga kishenzi yani. Huku nyumbani Ivan yuko busy na simu tu muda wote. Mama akauliza, "Shida nini?" Kwa mfano mwanaume akatoka date na msichana na walikuwa wanafurahia tu. Lakini tangu wameachana siku hiyo, msichana hajampigia simu mwanaume wala hajamtumia message. Hii maana yake nini? Mama akasema, "Tusizunguke sana. Ulienda date na msichana, si ndio? Kama mlifurahia kama ulivyosema, haupaswi kuhofia, lakini hajanipigia simu wala kutuma message. Unadhani kwa sababu hajakupigia kuna kitu kipo sawa, si ndio?" Mchizi akakubali. Mama akasema, "Labda atakuwa busy tu, amelala, anakula kama ambavyo wewe unapaswa kula pia. Labda upo sawa, sipaswi kumfikiria sana." Mama akamtaka mwanae yale. Kwa hiyo nisimpigie, kula mwanangu. Upande wa pili huku ikafika hatua Ayan akakata tamaa kabisa. Ikabidi asepe tu. Pale pale Ana akatokea. Akaomba msamaha kwa kuchelewa na nini, vitu hizo mtu wangu. Niliogopa ungesema kuhusu mpenzi wako. Inawezekana huwezi jua. Namuonea huruma sana, maana napenda kushindana mimi. Hasa ninapokuja swala la mwanamke mrembo kama wewe. Baada ya muda Ana akamleta Ayan hadi nyumbani kwake. Ayan akasema kila mwanaume anatamani sana kutumia usiku na Ana. Yaani kila mwanaume lazima atamani tu kwa sababu ya urembo wake. Ana akamshukuru kwa mtoko wa leo na nini. Kisha Ana akaomba date nyingine tena. Ana kama kawaida yake akampiga busu la upendo wa Ayan. Mdogo mdogo atazoea tu huyu. Usiku wakati Ivan anacheza game akaokota simu ya Ariana. "Hello, umenipiga mapema sana. Siachi kufikiria na busu ambalo kidogo tulipige leo. Kwa hiyo busu ndo limekufanya unipigie ili upate
upate busu langu lazima upambane sana. Mwisho mchizi akaomba kama vipi ampeleke kesho asubuhi kazini kwake. Wakati wanaongea kuna simu akapigiwa Ariana, ikabidi agane na Ivan ili aipokee hiyo simu. Upande wa pili kwa Ayan naye akaanza kuongea na Ariana. Hawa washikaji ni kama wanatoka kimapenzi mwanamke mmoja hivi Mwisho Ayan akaomba kama vipi kesho jioni akamchukue kazini kwake Ariana. Kweli bana, asubuhi na mapema tu Ayan akajiandaa naenda kumpeleka kazini Ariana. Hiki kitu hadi Ayan kikamshangaza. Imekuwaje kaka anaondoka asubuhi hivi? Tena anaondoka bila yeye. Anawahi wapi huyu? Ivan akafika eneo la tukio, bibi alikuwa tayari kuondoka. Sasa Ariana anafanya kazi uwanja wa ndege, ndio maana anaondoka asubuhi na mapema sana. Ivan na Ayan wakati wanatoka kazini, Ayan ikabidi aulize, kwa hiyo hautaki kuniambia ulienda wapi asubuhi? Hapana, ni mzuri Sio mzuri, ni mrembo, yani amazing. Mama akawafuma anamsifia mrembo hapa. Mmempata mwanamke? Wakakana. Lakini mama ameshajua hii hali, maana anawajua vijana wake vizuri sana. Pale pale Ayan akapigiwa simu na Ariana, kwa hiyo ikabidi asepe, hakutaka hata kusema wapi anaenda. Noma sana hii. Basi bana, baada ya muda Ayan akamleta Ariana hadi nyumbani kwake. Ariana akaanza kutoa sifa za Ayan hapa na nini, ni mtu handsome sana, lakini yeye akadakia, nipo single pia. Naona. Basi bana, Ivan akawa anatoka date mara kwa mara na Ariana, lakini wakati wanaongea wakajikuta kila mmoja anapenda kila ambacho mwenzake anakipenda. Kila mmoja anapenda kusoma vitabu vya Harry Potter kuliko kuangalia movie. Basi walikuwa na mahaba fulani hivi amazing unaambiwa. Ayan naye hakuwa nyuma, akawa anakuja hadi kumpikia mlimbwendo unaambiwa. Urafiki wao unazidi kukolea hapa. Yaani huyu anamtoa deti, mwingine anakuja kumpikia. Yupi ambaye yuko romantic hapa? Ivan au Ayan? Tuandikie hapo kwenye comment mtu wangu. Ayan akauliza, tofauti na kupika unapenda nini? Napenda kusoma vitabu vya Harry Potter. Hiki kitu hata Ayan anakipenda sana. Ayan na Ana kuna vitu pia wanaendana hawa. Noma sana mtu wangu. Mchizi akasema tunashare vitu ambavyo tunavipenda. Wewe ni mzuri sana. Akaendelea kusifia pale na nini, mahaba mengi mno unaambiwa. Akasahau kabisa kuwa anapika. Akajikuta anaunguza ise. Kila akipambana kuzima ngome na kataa, anaishia kuungua tu. Mwisho wakafanikiwa hapa. Noma sana mtu wangu. Baada ya muda Ayan akarudi nyumbani. Alipomulizia Ivan akaambiwa ametoka. Mama akataka kutana na hao wasichana ambao wameiteka mioyo ya vijana wake. Ayan akatoa peta ise. Mama akashangaa kinoma yani. Unataka kumchumbia? Ni wa wapi? Familia yake ikoje? Anafanya kazi gani? Ayan ikabidi asepe tu maana maswali yamezidi. Mama alifurahi kishenzi unaambiwa. Anaona maajabu tu, vijana wake wote wawili wanataka kuoa kwa pamoja. Noma sana hii. Mida fulani hivi Ivan akampigia simu Ayan. Akamwambia kuna msichana anafanya kazi airport na anapaswa watambulishe ili wajuane. Ayan haamini kabisa kama Ivan atampenda mwanamke, maana ni mtu mwenye tamaa kishenzi yani. Hata mimi nilikuwa siamini kama wewe tu. Yule mwanamke ni mzuri na ni mtumishi wa ndege. Ayan naye akasema kuna msichana amekuwa akimfukuzia sana naye anafanya kazi uwanja wa ndege. Kwa hiyo uliposikia natoka na mhudumu wa ndege na wewe ukataka, si ndio? Niamini mimi, huyu msichana niliye naye hauwezi kumpata hata ufanyeje. Unaongea nini wewe? Unajua kabisa msichana wako mzuri hawezi kulingana na msichana wangu mbaya. Ivan akataja sifa za mpenzi wake na nini, lakini zikafanana na sifa za mpenzi wake Ayan. Ivan akataja sehemu ambayo mpenzi wake anaishi, ni sehemu hiyo hiyo ambayo mpenzi wake Ayan pia anaishi. Ivan akashangaa kinoma. Akataja hadi namba ya chumba ambacho mpenzi wake anaishi, namba 33. Ndiyo, umejuaje? Ivan akakata simu. Akajua kuna kitu hakipo sawa hapa. Inafikirisha sana hii. Washikaji wanadate na mwanamke mmoja bila hata kujua. Mama kawakuta hapo kwenye dimbwi zito la mawazo. Nani ananiambia kinachoendelea hapa? Kuna mtu amekufa? Kwa hiyo mlikuwa mnakutana na mnaonana, si ndio? Ndiyo. Kwa hiyo kila mara asubuhi ulikuwa unaenda kuonana naye, si ndio? Ndiyo, ni yeye. Kuna nini hapa? Nini kinaendelea? Tumempenda mtu mmoja. Mama kaisi ni utani, haelewi kinachoendelea hapa ise. Mmekutana vipi? Tumekutana baa, nadhani kabla yako. Ivan naye akasema alikutana naye pale pale baa. Mama kawataka wavunje mahusiano. Mnaweza vipi kutoka na mwanamke mmoja? Acheni. Ayan akasema ataachia ngazi kama Ivan anampenda kweli. Ivan naye akasema atamwachia mdogo wake kama anampa furaha. Mama akawataka wote wawili waachane naye, yani hakuna ubishi hapa. Inawezekana vipi ndugu akatoka na mwanamke mmoja? Hii si laana hii. Basi bana, Ivan akaja kuvunja mahusiano yake na Ariana. Akapiga hadi mazoezi ya kumwambia unaambiwa. Akifika tu hapa namwambia, Aria, samahani hatuwezi kuendelea tena. Lakini Ariana alipofika tu, akili ya kuachani katoweka kabisa kwa Ivan. Upo sawa? Hauonekani kuwa sawa. Niko sawa, lakini akiutazama uzuri wa Ariana tu anapagawa kishenzi unaambiwa. Sitaki kukupoteza. Siendi popote, nipo hapa. Una uhakika uko sawa? Maana hauonekani kuwa sawa. Nipo sawa. Ninataka uwe wangu. Sikuelewi, unaweza kuwa mpenzi wangu? Nilikuwa nasubiri siku ambayo utaniuliza hili swali. Lakini nakupenda tena sana tu. Mchizi akamkumbatia bibi hapa na nini. Zoezi la kuachana limeishia hapo mtu wangu.
wangu. Ayan anaamini kabisa kuwa Ivan ameenda kuachana na Ariana rasmi. Mama akamtaka Ayan kama vipi na aende kufanya hivyo hivyo. Ayan akasema atafanya hivyo kesho mapema tu, licha kuwa anampenda sana. Mama akamsihi tu kuwa atampata mwanamke mwingine mzuri zaidi ya yeye na nini, vitu kaa hizo mtu wangu. Asubuhi na mapema Ayan naye akaja kuachana na Ariana. Alikuwa na wasiwasi kishenzi, yani mwili unatamani lakini roho inagoma. Ikabidi ajikaze kiume sasa, agonge na mwambie waachane tu. Mchizi akaingia ndani. Kabla ya kuzungumza chochote kile, Ana akaomba kama vipi amsaidie kufunga zipi ya gauni lake. Pale pale mawazo ya Ayan yakahama. Amesahau kabisa kilichomleta hapa. Ayan akamwambia Ariana nakupenda. Kisha akaomba kama vipi awe mpenzi wake na nini. Ana akashangaa kishenzi, yani nataka niwe Prince Charming wako. Bibia akakubali aise. Basi makumbato akawa mengi mno naambiwa. Michezo ya Ivan na Ariana ikawa mingi mno naambiwa. Hawa washikaji waliambizana wanaachana huyu mwanamke, lakini kila mmoja hataki kuelewa kitu. Ayan naye akawa anamtoa Ana maeneo mbalimbali. Kifupi penzi lao linazidi kuchanua tu. Ayan anaamini kabisa Ivan ameachana na Ariana, lakini pia Ivan anaamini kuwa Ayan ameachana na Ariana pia. Noma sana Leo akiwa njiani Ivan akasema amemwomba Ariana awe mpenzi wake. Ayan akashika breki zote za gari. Umesemaje? Alisema ndiyo. Noma sana Mama aliofokea kishenzi watoto wake, maana aliotaka waachane huyo mwanamke lakini bado akamng'ang'ania. Ayan akasema wana mpango. Huo ni utani Mama akaondoka. Licha ya kuwa amejikuta kumpenda mwanamke mmoja, lakini urafiki wao ukomi aise. Ayan akauliza mshawahi kufanya? Ivan akakataa. Na wewe? Hapana. Hawaelewi wamechezewa vipi aise. Tunafanyaje sasa? Kila mmoja akakaa kimya. Sasa Ayan ikabidi aje kukutana na Ana. Kama kawaida yake Ana lazima achelewe kufika eneo la tukio, lakini mwana alikuwa amenuna vibaya mno, hataki mazoea kabisa aise. Pale pale akaja Ivan. Ariana anashangaa tu. Hauwezi kuongea Baby, nini kinaendelea? Unamuita baby, unaniita na mimi baby kweli? Hauwezi hata kutofautisha majina ise. Ariana anashangaa kama hajui kinachoendelea hapa. Huyu ni kakaangu. Mchezo gani unaotuchezea wewe? Unadhani tunafurahia, si ndio Najaribu kufanyaje? Nimekuomba uwe mpenzi wangu ukakubali. Akakubali na kwangu pia. Ariana haelewi afanye nini hapa. Sasa naelewa kinachoendelea. Anajua kinachoendelea huyu Na sisi tunajua unatuchezea ndugu wawili. Sijui kama unafurahia kuwa na ndugu wawili au vipi. Nisikilizeni basi. Useme nini? Kwa sababu tunakuvumilia Washikaji wakaamua kuondoka hapa. Hawakutaka hata kumsikiliza Ariana ise. Aliumia kishenzi unaambiwa. Ariana karudi nyumbani na huzuni kubwa mno. Kumbe hawa ni mapacha bana. Mmoja anaitwa Ana na mwingine anaitwa Ari. Kwa pamoja ndo wanaitwa Ariana. Kwa hiyo wao wakachagua kuitwa Ariana tu kwa kila mmoja. Ndio maana wanachanganya watu. Sasa mtu ambaye anatoka na Ivan anaitwa Ari na mtu ambaye anatoka na Ayan anaitwa Ana. Ana akasema wameachana na mpenzi wake. Kwa nini amefanya hivyo? Anahisi na msaliti na mtu mwingine. Unajua sielewi. Eti anahisi natoka na kaka yake. Hari ndo akajua sasa kaka yake Ayan ni Ivan. Ina maana umeshindwa kuwatambua kabisa. Hata mimi ningeshindwa ise. Maana wanafanana kama mapapai vile. Hari na Ana hawajawahi kuambia wapenzi wao kama ni mapacha. Ndio maana hili limetokea ise. Hata hivyo wanashindwa kusema kwa sababu hawataki kuulizwa maswali mengi, sijui nyie mnafananaje, huyu ana tofauti gani, huyu ni mrefu au vipi. Yani kitendo cha kuulizwa maswali tu ndo kinawafanya wasisema ise. Noma sana Wakati washikaji wanacheza game, kuna mtu akagonga mlango. Haya akaenda kufungua. Akakutana na Ariana ise. Baby, naomba tuongee. Hapana, sina cha kusema. Inatosha. Pointi yako ni ipi sasa? Umetuumiza sisi wote. Unataka nini tena? Kwa hiyo hamtaki kumsikiliza ninachotaka kusema. Kila mmoja hataki kumsikiliza ise. Ikabidi ampigie simu pacha wake, akamwambia ingie ndani. Kila mtu akashangaa hapa. Mara mlango kagongwa. Nani umempigia? Haya nilipofungua mlango akashtuka kishenzi. Kama amemwona jini vile. Wanashangaa kuona watu wapo wawili na wanafanana kweli kweli unaambiwa. Yupi wako sasa? Kila mmoja ajui wake ni yupi kati ya hawa. Huyu ni pacha wangu anaitwa Ari na mimi naitwa Ana. Ni muunganiko wa Ariana Twins. Kila mmoja akashangaa. Hadi mama hizi taarifa zikamshangaza. Maana watu wanafanana kishenzi yani. Sasa watafanya nini hapa? Maana aliongea maneno mazito mno. Na hawajui umemwambia nani kati ya hawa watu wawili. Mama kauliza, "Mnawapenda?" Ndiyo. Nendeni mkaombe msamaha kwa kile kilichotokea. Kweli bana, Ayan na Ivan wakaja kuomba msamaha hapa kama ambavyo waliambiwa na mama yao. Lakini wakakutana na mmoja hapa. Sio wakaanza kubishana. Kila mmoja anahisi huyu ni mwanamke wake. Hata kama ingekuwa wewe, lazima ungejua tu hivyo. Ari ikabidi amuite Ana ili aje kumchukua mwanaume wake hapa. Ivan akaomba msamaha kwa Ari na nini kwa kila ambacho kitokea siku ile. Haya naye akaja kuzungumza na mpenzi wake hapa. Hili sijui ni penzi la Malasti Boni au vipi? Maana wamekaa kudeka tu. Haya naye akaomba msamaha kwa kilichotokea na nini hapa? Vitu ka hizo mtu wangu. Haya nikabidi aende kuomba msamaha kwa Ari pia. Huku Ari akamtaka Ivan kama vipi amwombe msamaha Ana pia. Basi bana, haya ni akaja kumwomba msamaha Ari kwa kila kitu. Ivan naye akamwomba msamaha Ana kwa kila kitu ambacho walikifanya yeye na mdogo wake. Maana walikuwa hawajui kama ni mapacha hawa. Mwisho Ariana Twins
Twins ikabidi wawasamehe tu washikaji. Makumbate wakawa mengi mno unaambiwa. Washikaji wakawapeleka wachumba zao airport na nini, walikuwa wanaenjoy kwa ushindani unaambiwa. Muda wote walikuwa wanashindana kuendesha magari tu, vitu kama hizo mtu wangu. Basi ilikuwa ni furaha kubwa mno kwa Ariana Twins. Noma sana hii. Penzi shata mtu wangu. Familia imekuwa na furaha kubwa sana. Washikaji wakawa wanakuja kucheza tennis pamoja na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Tafuta mwanamke ambaye atakuwa anaenda kucheza michezo pamoja na wewe. Na wewe tafuta mwanaume ambaye atakuwa anacheza na wewe pamoja. Kama ambavyo Ariana Twins wamekutana na Ian pamoja na Ivan, kila mmoja akampenda mpenzi wake kupindukia. Mwisho wakaja kuwatambulisha kwa bi mkubwa hapa na nini, vitu kama hizo mtu wangu. Ilikuwa furaha sio kifani unaambiwa. Na huo ndio kama mwisho tambala hili mtu wangu linaitwa Ariana. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.